Karibu uungane nami kwenye tafakari ya siku. Leo ni Jumanne ya juma la 16 la mwaka wa Kanisa. Injili inayotuongoza siku hii ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 12 aya ya 46 hadi ya 50. Wapendwa katika Kristo, injili ya leo inatualika kujiuliza swali moja muhimu sana kwenye maisha yetu. Je, mimi ni mwanafamilia wa Kristo? Yesu alikuwa anawafundisha watu wengi. Ghafla akaambiwa, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Labda wengi walitegemea kumuona Bwana wetu Yesu Kristo anasimamisha mafundisho yake na anatoka mara moja kwenda kuwaona hao ndugu zake. Lakini badala yake Bwana wetu Yesu Kristo anauliza, mama yangu ni nani? Ndugu zangu ni akina nani? Kisha anawaonyesha wanafunzi wake, anasema, yeyote anayefanya mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni ndiye ndugu yangu, ndiye dada yangu na mama yangu. Maneno haya yanaweza yakatushangaza. Je, Yesu alikuwa anamkataa mama yake? Jibu ni hapana. Yesu hakumdharau mama Bikira Maria wala hakuidharau familia yake. Alikuwa anatufundisha kwamba uhusiano wa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu haupatikani kwa kuwa ndugu wa damu, kwa kuwa ukoo mmoja au kwa majina yetu, bali kwa kutii mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna aliyelielewa hili fundisho vizuri kuliko mama Bikira Maria. Tukumbuke kwamba malaika alipomtembelea na akampa ujumbe kwamba angekuwa mama wa Mwokozi, hakujua maisha yake yangekuwaje huko mbeleni. Hakujua kwamba angepitia maumivu ya kuona mwana wake akidharauliwa, akiteswa na kusulubiwa. Lakini pamoja na kutokujua yote yaliyokuwa mbele yake, alisema kwa imani kubwa, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Hiyo ndiyo siri ya ukuu wa mama Bikira Maria. Hakuheshimiwa kwa sababu tu alimzaa Bwana wetu Yesu Kristo, bali kwa sababu alimtii Mwenyezi Mungu kwa moyo wake wote. Alisema ndiyo kwa Mungu kila siku ya maisha yake. Ndugu zangu, leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba sisi pia tunaweza kuwa sehemu ya familia yake. Si kwa sababu tulibatizwa tu, si kwa sababu tunakuja kanisani kila Jumapili au kila siku kusali, si kwa sababu tunavaa rozari au msalaba shingoni. Tunakuwa wanafamilia wa Bwana wetu Yesu Kristo pale tunapoishi kile tunachokiamini. Tukikiishi kile tunachokiamini, tunakuwa wanafamilia wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni rahisi kusema mimi ni Mkristo, lakini swali linakuja, je, maisha yangu yanaonyesha kwamba mimi ni wa familia ya Kristo? Je, ninawasamehe walioniumiza? Au ninabeba chuki kwa miaka mingi? Je, nasema ukweli hata kama ukweli huo unaniharimu? Je, nina muda wa kusali? Au Mungu namkumbuka ninapokuwa na shida au na mahangaiko tu? Je, ninamuona Kristo kupitia maskini, wagonjwa na wale wanaohitaji msaada? Mara nyingi tunataka Mungu afanye mapenzi yetu. Tunaomba, lakini ndani ya mioyo yetu tayari tumemwambia Mungu kile tunachotaka afanye. Lakini Yesu anatufundisha sala nyingine. Anasema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Hapo ndipo kuna amani ya kweli. Katika dunia ya leo, watu wengi wanahangaika kutafuta fedha, umaarufu na mafanikio. Vitu hivyo si vibaya, lakini havitoshi kuipa mioyo yetu furaha ya kudumu. Unaweza kuwa na kila kitu duniani, lakini kama huna uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, bado utahisi kuna kitu kinachokosekana kwenye maisha yako. Yesu anatukumbusha kwamba heshima kubwa kuliko zote si kuitwa tajiri, si kuitwa mwenye elimu au kuwa maarufu. Heshima kubwa zaidi ni kuitwa ndugu, kuitwa kaka, kuitwa dada, kuitwa mama wa Bwana wetu Yesu Kristo.
kuwa sehemu ya maisha ya Mwenyezi Mungu kwa kutimiza mapenzi yake. Na hiyo ndio sababu sisi kanisa tunaitana kaka, tunaitana dada. Sio kwa maneno matupu, ni kwa sababu tuna Baba mmoja wa mbinguni na Kristo ametufanya kuwa familia moja. Familia ya Kikristo inapaswa kujulikana kwa upendo, msamaha, huruma na kusaidiana. Dunia inapaswa kuona utofauti katika namna tunavyoishi. Leo, kabla ya kumaliza mahubiri haya, ningependa kila mmoja wetu afanye sala ya kimya moyoni mwake. Bwana Yesu, natamani kuwa sehemu ya familia yako. Nifundishe kufanya mapenzi ya Baba yako hata yanapokuwa magumu. Nipe moyo wa kusamehe, moyo wa kupenda na moyo wa kutii kama alivyofanya Mama Bikira Maria. Tumuombe Bikira Maria atuombee ili kila siku nasi tuweze kusema ndiyo Bwana, na kwa kufanya hivyo tuwe wanafamilia wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.